hata kufikia katika cheo cha utimilifu wa Kristo. Hiyo ni ngazi kubwa sana ya imani ambayo sijaona kama kuna mtu amefika. Ni the greatest level. Hatua ya tatu tunasema ni mzee. Bwana Yesu asifiwe. Mzee. Kwa kuna mtoto, kuna kijana, kuna mzee. Sasa huyu mzee ukienda kukompea na ile wa Efeso 4:13 na 14, tunamfananisha na mtu mkamilifu. Kwa sababu ile imesema hivi, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani, ndio mtoto huyo, na kuwa na kumjua sana mwana wa Mungu, huyo ni kijana. Alafu tunakuja mtu wa tatu, na kuwa mtu mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hatua ya tatu ni kuwa mtu mkamilifu. Kuna watu wachache kwenye Biblia wametajwa kuwa watu wakamilifu, wachache sana. Mtu wa kwanza ametajwa Ayubu. Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza B. Maandiko yanasema Ayubu alikuwa ni mtu mkamilifu. Lakini ukisoma kitabu kile cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa 9, maandiko yanasema Nuhu alikuwa ni mtu mkamilifu. Kwa kuna watu wawili, of course sijapitia Biblia yote nikauzevu, lakini kwa namna ambavyo nimepitia nimekutana na watu wawili tu ambao walikuwa ni wakamilifu kwenye imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 5, maandiko yanazungumza kwa habari ya wazee 20 na ngapi? 24. Na wale wazee 24 wametofautiana viwango vyao, wametofautiana nguvu. Maandiko yanasema kisha nikamwona mzee mmoja akakichukua kile kitabu. Kwa nini hawakuchukua wale wazee wengine? Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wametofautiana viwango vyao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo huwa kuna mtu mkamilifu. Moja kati ya watu ambao ni wakamilifu tunamzungumzia hapa, mtu anaitwa Ayubu. Ayubu alikutana na matatizo makubwa. Ayubu alikutana na changamoto kubwa. Lakini kwa nini alishinda? Ni kwa sababu level yake ya imani alikuwa ni mtu mkamilifu. Inafikia wakati mtu wake anamwambia mkufuru Mungu ufe, lakini anasema wewe unanena kama mwanamke mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna level fulani ya imani ukifika, hata kama ukijaribiwa sana, hata kama ukiteswa sana, bado unaweza kuhimili. Kwa nini? Kwa sababu nguvu iliyoko ndani yako ni nguvu kubwa. Imani iliyoko ndani yako ni imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwingine tunamzungumza Nuhu. Ni moja kati ya watu ambao imani yao ilikuwa ni kubwa sana. Lakini kitu kingine, huyu mtu sio lazima afunge. Naomba hiyo note kabisa. Huyu mtu sio lazima afunge ili miujiza itokee. Yaani siku ile kwa mfano mimi leo nakuja kuhubiri, lakini kwanza nifunge ili power ishuke. Mtu ambaye ni mkamilifu, vitu kutokea sio lazima afunge. Kwa nini sio lazima? Kwa sababu mahusiano yake na Roho Mtakatifu ni ya karibu sana kiasi kwamba anapomuita tu Roho Mtakatifu hatumii nguvu kubwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu mmoja alikuwa anamsikiliza akawa anasema mimi nimeshasahau kwenda kwenye huduma, halafu nahitaji mpaka nianze kumwambia Roho Mtakatifu naomba uonekane. Kwa nini? Kwa sababu kama ninaenda kuhudumu kwa ajili ya Bwana, kama Roho Mtakatifu asipoonekana ataonekana nani? Na Bwana ndiye amenituma. Sasa wewe nenda upo kwenye level ya mtoto, useme Roho Mtakatifu asipoonekana ataonekana nani? Bwana Yesu asifiwe. Utaona atakayeonekana. Au unaenda mission, unasema hamna haja ya kufunga, hamna haja ya kuomba, hamna haja ya kutumia nguvu kubwa. Kuna watu wanasema kutoa pepo wakati mwingine sio lazima hata utoke jasho. Ni kweli, level yako ya imani imefika wapi? Nakumbuka outreach. Kuna siku tulichelewa msosi. Bwana Yesu asifiwe. Unagonga fire, mtu anaondoka, akifika hapa anaanguka, anarudi, unagonga fire, unaona yuko vizuri, unamtest, yuko stable, akifika pale anaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Level ya imani. Kwa hiyo ukiona kanisa linasisitiza ndio ufunge, ujue limeshajua imani yako bado haijafika kuwa mtu mkamilifu. Lazima ufunge, lazima uombe sana ili vitu vitokee. Na kwa nini huyo mtu sio lazima afunge? Kwa sababu nguvu iliyoko ndani ya huyo mtu, tunatofautisha sasa tofauti ya kijana na mzee. Huyu mtu power iliyoko ndani yake inaitwa Kratos na sio Dunamis. Haleluya. Haleluya. Tofauti kubwa kati ya Kratos na Dunamis. Dunamis inatakiwa uone ichochea kila wakati, lakini nguvu inapokuwepo kama Kratos ni nguvu ya kiuweza ndani yako. Ni nguvu yenye uwezo wa kuamuru vitu na vikatokea. So mtu anaweza akawa hajaomba lakini anaamuru vitu vinatokea. Mtu anaweza akawa hajakesha sana kwa maombi, hajafunga sana, lakini anapotamka vitu vinatokea. Ila uwe na uhakika kwamba huyo mtu mwanzoni aliinvest sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Huku hauwezi kufika hivi. Huwezi kufika hivi. Lazima uinvest vizuri sana kwenye neno. Lazima uinvest vizuri sana kwenye
kwenye kuomba. Lazima huyu mtu awe alifunga muda mrefu. Unaambia kina babaro walifunga siku 40 kavu. Ndio maana baadaye unakuja unaona mtu anaweza kufanya hivyo watu wakaanguka. Kwa nini? Kwa sababu maandalizi yaliyowekwa miaka iliyopita yalikuwa makubwa kiasi kwamba ile power ikabadilika kutoka kwa dunamis ikaenda kwa Kratos. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. 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 Amen. Cha mwisho, huyu mtu ana karibu sana na Roho Mtakatifu. Yohana sura ya 15 mstari wa 7, Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 12 na 14. Kutokana na muda sitasoma mistari yote hii, lakini naomba mtu anifungulie tu kitabu kile cha Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18, alafu anifungulie Waefeso sura ya 6 mstari wa 16, na muda wote tutakuwa tunasimama. Nataka leo tuende tukaombe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika hizi chache tunaenda kumwomba Mungu atuongezee imani. Kuna vitu tumeshindwa kuvifanya kwa sababu ya imani. Petro anasema, ewe Yesu, naomba uniongezee imani. Naomba mtu anisomee hapo, alafu twende tukamsii Mungu. Tumwambie Mungu, naomba unisaidie kule kutokuamini kwangu. Hata kama nimekuwa sina imani ndani yangu, hata kama nimekuwa nina mashaka ndani yangu, tunataka tumwambie Bwana atuongezee imani. Atuongezee imani. Kule kutokuamini kulikoko ndani yetu kuondoke, tuanze kuamini, tuanze kukua. Kama uko kwenye level ya mtoto, uanze kukua. Kama uko kwenye level ya kijana, uanze kuongezeka. Kanisa haliwezi kukua kama litakuwa na wachanga kila wakati. Ni lazima tuanze ku upgrade level zetu za imani. Aliyeona hapa anaweza kanisomea. Ndio. Lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu na yeye sasa na hata milele. Amen. Waefeso sura ya 6:16. Nasema, zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto na ya yule mwovu. Waefeso ngapi? 6:16. Waefeso 6:16. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba usimame hapo ulipo. Mstari niliokuwa nautafuta unasema Yesu anasema unisaidie kutokuamini kwangu. Unisaidie kutokuamini kwangu. Najua napashana hapo kwenye Efeso, lakini nadhani nitakuwa nikanganya mstari. Unisaidie kutokuamini kwangu. Inawezekana kuna vitu umekuwa unatamani kuviona kwenye maisha yako vitokee. Shida sio kwamba hauombi, shida ni imani. Ndio maana kuna watu Yesu alipokuwa anawaombea, kuna wakati alikuwa atumia maneno mengi, alikuwa anawaambia imani yako imekuponya. Wakati mwingine kinachoponya ni imani. Kitu pekee ambacho hakiponi kwa sababu ya imani iliyoko ndani yake ni maiti. Kwa nini? Kwa sababu maiti huwa haiamini. Kwa unapoona mtu amefufuliwa, maiti imefufuliwa, ni kwa sababu ya nguvu ya Muumbaji. Sio